Bana mimi hapa kwa majina naitwa Richard Nyondo almaarufu kama Rich Msafi, na ni mtangazaji bora wa kuwakilisha Afrika na kuwakilisha pia Tanzania, na nilishinda tuzo hii kupigiwa kura Best Zicom Radio Personality of the Year 2025 2026. Na sababu kubwa ya kuleta hii tuzo Iringa, kwa sababu Iringa mimi ni nyumbani au vipi. Mimi nimetokea hapa na nimelelewa hapa, na support kubwa nimekuwa nikiipata pia nyumbani, na hata kipindi ambacho nilikuwa naomba watu wanipigie kura, sehemu kubwa ambayo pia watu wengi walikuwa wakinisupport sana kwa kwenda kuvote ni Iringa. Kwa nikasema isiwe mbaya au nikawa nimeshinda tuzo afu nikabaki nayo nyumbani, mwenyewe nimekaa nayo nyumbani na iangalia, napiga nayo picha. Ni vyema nipate muda nije nao Iringa kabisa, niwaletee wenyewe ambao wamekuwa wakinisupport kwa muda mrefu zaidi. Mimi Iringa imeanza kunisupport since zamani, ambapo bado sikuwa na huo utangazaji bora wa Afrika. Kwa hiyo ni sehemu ambayo imenifanya nipo kifua mbele toka zamani. Kwa hadi sasa hivi pia sio mbaya au sio kwamba napendelea sana nikirudi nyumbani, lakini hapa ndo chimbuko ambalo mimi limenisaidia na limenikuza toka zamani. Hapo vijana wenzako wanapambana kwenye maeneo mbalimbali, lakini pengine hawaamini kwamba kuna mafanikio kesho. Unawaambia nini? Mafanikio yapo. Mafanikio ni wewe unavyoyawazia, kwa sababu huwezi ukalala ukaota kwamba mimi nataka niwe na gari, afu ukilala ukiamka ukitoka nje unalikuta gari. Mafanikio ni yale ambayo wewe unayapambania. Ndoto ni ile ambayo wewe unaipambania ukiamka. Kwa hiyo mafanikio ni rahisi sana, yanahitaji formation ndogo sana, yanahitaji tu bidii, juhudi yako na kuheshimu watu. Hivyo tu yani. Kwa mafanikio vijana inabidi tujue ya kwamba kila mtu kaumbiwa kwamba lazima atafanikiwa. Tunachotofautiana ni kwamba ni muda na karata zetu tunavyozichanga. Kwa vijana kama vijana tukifanya kazi kwa bidii, tukionyesha upambanaji, ukionyesha kwamba mimi natamani kufanya hiki, natamani kuwa hivi, ni rahisi sana ndoto kutimia, kwa sababu ukishawekeza kwenye muda wa hicho kitu unachotaka kukifanya, ni rahisi sana kujua vitu vingi sana. Kwa mfano, unataka kuwa mtangazaji, maybe lazima ujikite sana, ufanye research sana, utafute watu sana wanaohusika na hiyo sector ambayo unataka kufanya. Kwa the more unazidi kufuatilia vitu vingi, the more unazidi kutengeneza connection nyingi, unazidi kujifunza vitu vingi. Tusijifanye Google. Unajua vijana wengi tunafeli kwa sababu tunajifanya magugu. Unajua wewe unajifanya kama kila kitu unakijua. Sasa hiyo inakufanya kuna muda unaishia kwenye yale unayojua wewe. Kwa hiyo tukiwekeza muda kwenye vile tunavyovifanya, Mwenyezi Mungu anatufungulia njia kwa urahisi kabisa. Labda ni kwa kiasi gani serikali imetengeneza mazingira mazuri kwa vijana kuweza kufanikiwa kwenye kile walichojaliwa na Mwenyezi Mungu, kwa maana ya kipaji? Kwa sababu unaweza kuwa una kipaji lakini kama serikali haijaweka mazingira wezeshi na mazuri, inaweza ikawa ngumu watu kukiona. Lakini unaionaje serikali ya awamu ya sita kwenye hilo, kuweka mazingira mazuri na wezeshi kwa vijana kuonyesha vipawa walivyojaliwa? Kwa upande wa serikali imekuwa ikisupport sana vijana, na naona nguvu yao kwetu sisi vijana. Kwa mfano kama hata swala la Mheshimiwa Harry James, mkuu wa mkoa wa Iringa. Mheshimiwa Rais ametupa mkuu wa mkoa kijana. Umeona ambavyo yeye anakuwa anajua vijana wanataka kitu gani. Mimi wakati nakuwa nominated kwenye tuzo, moja ya simu ambazo nilikuwa nazipokea mara nyingi ni ya mkuu wa mkoa ambaye amepewa dhamana na serikali na Mheshimiwa Rais, kwamba akawa ananihimiza, yani yeye ndo ananihimiza, hakikisha ile tuzo tunaipata sisi unairudisha nyumbani, hakikisha unawahimiza watu wakupigie kura. Kwa hiyo unaweza kuona ni serikali imetengeneza urafiki kati ya vijana na serikali yao, ambapo unaona mimi imekuwa rahisi sasa hivi unafika kwenye ofisi za mkuu wa mkoa. Mimi kwenye maisha yangu sijawahi kufika kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa, ndio leo kwa mara ya kwanza naleta tuzo. Kwa unaweza kuona ambavyo serikali imekuwa rafiki na vijana, inaturahisishia baadhi ya vitu ili tuweze kutimiza ndoto kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo na nipongeza serikali kwa juhudi ambazo inaendelea kufanya kwetu vijana, na najua kwamba wanatambua kwamba vijana tunataka vitu gani, na wanaongeza nguvu yao kuhakikisha kila kijana anafikiwa kwa wakati wake na anatimiza malengo yake, au yale matamanio ambayo kila kijana amekuwa akiyawaza yanatokea, matokeo yake yanaonekana na vijana wanakuwa sehemu ya furaha kwenye nchi yao.